Bwana picha lilianza mjini Nigeria. Leo kuna bidada mmoja anapatiwa mizawadi tu. Ubinti bwana anaitwa Benita. Benita na sponsor wake huyo. Sasa leo kamzawadia zawadi ya gari mpya. Basi bwana binti alikuwa anafurahi tu baada ya kupatiwa lile gari. Mapozi kaa yote unaambiwa. Sasa wakahamia ndani ya nyumba. Jumba ni la kitajiri, yani kila kitu kimo ndani. Unaambiwa siku binti alifurahi sana. Jamani, siamini kama jengo kubwa kama hili lote linakuwa langu. Chifu anacheka tu kisha akasema haya ni mambo madogo sana, mambo makubwa yanakuja baadaye. Hapo ndipo alipozidi kumchanganya kabisa Benita. Sasa baada ya dakika chache chifu akamuita jamaa mmoja hivi kwa jina la Stanley. Stanley, hebu njoo hapa mara moja. Sasa baada tu ya Benita kumwona Stanley anavyotembea nini, alipigwa na butwaa la hatari. Unaambiwa mwamba kapanda hewani, black flani hivi, ndevu kama Somali wa Pemba. Kisha mwamba akajitambulisha kwa jina la Stanley. Chifu akasema, Benita, huyu ndo atakuwa dereva wako, kokote unaenda utakuwa naye. Kwa huyu mwamba bwana, kumbe ndo dereva wa Benita. Benita akaanza kuweka mapozi nini huku akiwaza, Mungu wangu, huyu ndo dereva wangu, nitaweza kweli? Na ninajijua nilivyopenda, lakini anyway, ngoja nimwashie moto kwanza ili aniogope. Haya, sogea upande huu. Toa miwani yako hiyo kama mchomelea mageti. Alafu akaanza kumchezea pale nini, kisha akaruhusu ondoke. Lakini moyoni tayari alishampenda dereva wake na anataka amiliki jimbo. Sasa itakuwaje wakati tayari yuko na sponsor? Sasa siku ya kwanza tu mjomba kumwendesha Benita akaanza malalamiko ya hatari akisema kwamba jamaa anaendesha gari vibaya, wala atamani awe dereva wake. Baada ya kusikia vile mjomba akasema, mbona naendesha vizuri tu, kama utaki basi ngoja nizungumze na chifu kwa sababu naona kama vile unanisumbua sana. Mjomba akapiga simu kwa chifu akasema kwamba wakutane nyumbani ili wayazungumze. Chifu alivyofika tu akaanza kuwafokea sana, kisha akamwambia Benita kwamba inapaswa ajifunze kuishi na dereva huyu kwani hatobadilishiwa kamwe. Benita kabaki kufyonza tu. Sasa usiku wakati Stanley amepumzika nyumbani, bidada Benita alikuwa macho, kisha akampigia simu akamuita Stanley nyumbani tena aende haraka iwezekanavyo kwa sababu kuna sehemu ambayo anataka kupelekwa. Lakini Stanley akaona huu ni upuuzi, akakataa katu. Kisha akamwambia kwamba usiku mimi nimepumzika, sidhani kama ninaweza kuja huko, hivyo utafuta njia nyingine ama tafuta usafiri mwingine kabisa. Kisha mwamba akakata simu. Kesho asubuhi Benita akampigia simu chifu wake. Chifu akaanza kumfokea Stanley akisema kwamba Stanley, hivi shida ni nini? Kwani unashindwa kumhudumia huyo mwanamke? Lakini bosi, ilikuwa ni usiku sana, ningewezaje mfuata wakati nilikuwa nimepumzika? Wakati Stanley anaendelea jitetea, Benita anafurahi tu na anahisi kama vile anamkomoa jamaa. Chifu akamwambia Stanley kwamba nataka uwe na Benita muda wowote, chochote kile ambacho anataka huyo binti mfanyie. Benita alifurahi sana kwani anafanya hivi ili ajenge ukaribu na mwamba. Sasa baadaye Stanley alikuwa anataka kuondoka kwa sababu kuna jambo muhimu sana anataka kwenda kulifanya nyumbani, hivyo akamwaga Benita. Lakini leo Benita akamwambia, usiniite Benita, kuanzia leo nimebadili jina, naitwa Sonita. Lakini Madam Benita, nimesema niite Sonita. Kisha akaingiza mkono kunako. Benita, mbona sikuelewi? Angalia mkono wako, uko pabaya huko eti. Unaambiwa Benita haelewi, kashika ikuru na hataki kuachia hadi aitwe Sonita. Ana balaa huyu. Basi bwana, hilo jambo likapita. Ilipofika usiku, Benita akamuita Stanley kisha akamwambia kwamba anataka muandalie chakula, yani kiufupi anataka mwamba ingie jikoni ampikie. Sasa Stanley akashindwa kuelewa kivipi ampikie Benita kwani yeye amekuwa ni houseboy. Sikia Benita, mimi sio mtumwa wako, hilo jambo sidhani kama nitalifanya. Usipofanya hivyo basi nampigia simu chifu. Kumbuka alisema nini mara mwisho? Alisema ufanye chochote kile ambacho mimi nataka. Basi kabidi jamaa kubali tu. Usiku ulipofika, Benita akamuita Stanley chumbani kisha akasema, Stanley, yani mwili wangu wote unaniwasha, hivyo tafadhali naomba nifanye masaji kidogo mgongoni. Mjomba akaona upuzi gani huu, akamwambia, kiukweli mimi siwezi kukufanyia masaji hata iweje. Utaki kunifanyia masaji si ndio? Haki ya Mungu tena mimi siwezi kukufanyia masaji madam. Lakini mwisho wa siku akapigwa biti kuwa atasemwa kwa chifu, hivyo mjomba akakubali na akaanza kumfanyia masaji Benita. Nikande huko chini kidogo. Chini kidogo ya wapi tena madam? Hapo chini bwana. Stanley akasema, mambo gani haya? Vipi kama chifu akijua? Chifu wapi? Kwanza usinikande mabega, nikande kiuno bwana. Kwa mitego hii Stanley atatoboa kweli?
Haya, hilo likapita. Kesho mitego ikaendelea kama kawaida. Bidada akasema kwamba anakoa sana, hivyo anataka afanywe masaji ya koo. Mjomba akatekeleza ombi hilo pia. Oya, chifu akijua sijui itakuwaje bwana. Pamoja na kufanywa yote hayo, baadaye Benita akapeleka malalamiko kwa chifu kwamba kila anachomweleza Stanley amekuwa ni mgumu sana kutekeleza, yaani mpaka wazozane ndo akubali. Kisha akasema ni kwa sababu tu Stanley ameletwa na chifu, lakini kama angekuwa ni yeye basi angeshamfukuza zamani tu. Hata hivyo chifu akamwambia kwamba usiwe na pressure bwana, swala la Stanley litakaa sawa tu. Mimi nimekuja kukuaga na safari ya kuelekea Saudi Arabia, kwa nikitoka huko nitakuletea mizawadi ya kutosha tu. Wow, Benita akafurahi sana unaambiwa. Chifu akasema kwamba nitakuletea mambo mazuri kutoka Uarabuni, yani tende nini na mambo kadha wa kadha. Sasa jambo muhimu unalotakiwa lifahamu hapa ni kwamba hivi sasa nyumbani kutakuwa na uhuru kwa sababu chifu anaelekea Uarabuni. Jioni ilipofika, Benita akaenda shopping na mjomba. Wakati wanaendelea chagua bidhaa kadha wa kadha, bidada akawa anajibebisha tu akiamini kuwa mitego yake itafanikiwa hivi punde, na ukizingatia kwamba chifu tayari alishaondoka. Sasa leo baada tu ya kutoka shopping, kabla mjomba hajazungumza jambo lolote, Benita akamchapa kiss la moto. Benita, mimi ni dereva wako eti, usiniletee pigo za ajabu hapa. Benita akasema kwamba chifu hajawahi mgusa hata mara moja, anaishi nani kwa sababu ya pesa tu, hivyo kwa nini wasiishi pamoja kama wapenzi? Stanley alikataa katu kwani anamheshimu sana chifu. Jambo hili lilimkera sana Stanley, akaamua kuondoka. Lakini Benita akajiapiza kuwa nitakupata tu kwa namna yote ile, ujikute mjanja, nitakuletea mitego mpaka kieleweke hapa. Usiku ulipofika, Benita akamwita Stanley chumbani na akambembeleza mpake mafuta mgongoni. Mjomba alijaribu kupinga, lakini bidada alikaza sana, kwa mwisho wa siku mwamba akakubali. Ili kumtega zaidi, bidada akaangusha taulo yake akisubiri kupakwa mafuta mgongoni. Lakini anapokuja kugeuka, zamani Stanley kaisha sepa. Benita alikasirika sana. Basi bwana, asubuhi iliyofuata Stanley alikuwa akizungumza na simu. Sasa katika mazungumzo yake kila wakati akawa na msifu tu yule mwanamke anayezungumza naye huku akimuita my love. Sasa baada ya Benita kusikia vile, wivu kamshika na akahisi kwamba Stanley ameanza zungumza na wanawake wengine wakati yeye yuko pale. Hivyo akaanza mfokea, yaani mimi nataka unipelekee sehemu, wewe uko busy tu na simu yako, si ndio? Hata hivyo Stanley akavumilia tu matusi ya bibie, na usiku ulipofika Stanley akamsindikiza yule mwanamke ambaye alikuwa anazungumza naye asubuhi ya leo. Benita si akaona, alikasirika sana unaambiwa. Inamaanisha kwamba huyu ndo mwanamke wako sio? Ugomvi ukuishia hapo. Baadaye akaamua kumpigia simu chifu, akamwambia chifu, yani hivi sasa huyu Stanley analeta wanawake mpaka nyumbani. Chifu akamwambia usio na wasiwasi, nitazungumza na Stanley. Chifu akampigia simu Stani, kisha akasema kwamba mimi siwezi kukutaza kuwa na mwanamke, lakini hakikisha kwamba unakuwa na mwanamke mmoja tu. Kesho inapofika, yule mwanamke ambaye jana alisindikiza na Stanley akarudi tena. Ghafla Benita akakuta anapiga story. Inamaanisha kwamba huyu mwanamke amekuwa na dharau kiasi hiki mpaka anaamua kuja mchana yote hii. Huyu mwanamke ni nani hasa kwako? Sasa kumbe huyu mwanamke bwana ni dadake Stani. Stani hakutaka kuzungumza mambo mengi sana, akamwomba dadake aondoke na atamtafuta baadaye. Benita akaumbuka bwana na akaanza kujilaumu kwa nini alikurupuka namna hii, kumbe huyu ni dada yake. Sasa baada ya Benita kufahamu kwamba amemkosea Stanley, akaamua kumtoa out ili kumomba msamaha. Basi wakafika huko wakala chakula pamoja, stories zikapigwa pale nini, na baadaye wanaporudi nyumbani Benita akafikiri kwamba labda mjomba atakuwa ameshamsamehe, lakini jamaa alibaki na msimamo wake ule ule. Sasa baada ya kuona kwamba Stanley amegoma kumsamehe Benita akaamua kugoma kula, na ni siku 2 sasa ajala. Jamaa akaanza kumbembeleza na akampikia chakula, kisha akamwambia tafadhali Benita, naomba ule chakula, unajua kama unajitesa kuwa hivyo. Basi baada ya kubembelezwa kwa muda mrefu, bidada akawa amekubali na wakakaa pamoja wakaanza kula. Unaambiwa karibu ukaanza kuwa wa kutosha. Oya, so poa. Sasa ugomvi kati ya Stan na Benita ukapungua na mara nyingi wakawa pamoja, hata wakawa wanapika pamoja. Oya, Benita akasahau kabisa uwepo wa chifu. Stan naye akaanza mitego yake. Bwana ni hatari. Baadaye katika meza ya chakula Stan akamwambia bidada apunguze wivu. Hata hivyo Stan akasema yeye pia huwa anaona wivu kila mwonapo chifu karibu na Benita. Kisha mzee baba akaondoka. Wow. Hapo Benita akajua kabisa kwa mitego yake imetiki. Usiku sasa kila mmoja akawa na mawazo juu ya hatima yake, kwani Stan anahisi kumpenda sana Benita, Benita pia anahisi kumpenda sana Stan mpaka anashindwa kujikontrol. Sasa nini kilichobakia?
Haya, bidada uvumilivu ukamshinda kabisa na akaamua kumfuata Stani. Unaambiwa mbuzi kafia kwa muuza supu wewe. Miraruano ikaanza humo ndani. So poa unaambiwa mibenjuko kaa yote. Sasa ukaribu ukawa ni mkubwa sana baina yao, huku wakisahau kabisa kuwa wamo katika jumba kubwa la chifu. Lakini balaa linakuja pale chifu anaporudi bila kutoa taarifa. Sasa chifu kafika nyumbani na hamuoni Benita, kwa akawa anamtafuta na haelewi ni wapi aliko. Kumbe bidada yuko chumbani kwa Stanley anakula ratu. Wao wasijue kama chifu anakuja, ghafla kitasa cha mlango kikaguswa. Oya we, wakasambana hapo. Kama bahati chifu hakuona jambo lolote lile. Kumbe bidada alijificha kabatini bwana, na ndo anatoka hivyo. Wakatoka nje, chifu anashangaa gari lipo nyumbani lakini Benita haonekani. Huyu bidada atakuwa wapi? Lakini ghafla Benita anatokea mlango wa nyuma, huku akiendelea mlaumu tu Stanley kwani anamkera kila mara. Basi bwana, chifu ilibidi wasuluhishe pale kwani wao ni watu wazima, kwa hataki kuona ugomvi unaendelea pale nyumbani. Sasa penzi lao likaendelea kisirisiri huku akimficha chifu. Sasa jambo hili likawa linamkata sana Stanley, kwani yeye anataka kujiachia na Benita. Na ukizingatia kwamba pia ana wivu vibaya mno. Bidada akamwambia kwamba yeye anafanya hivyo kumfurahisha tu chifu na si vinginevyo. Lakini kama Stanley atakuwa na wivu wa namna hiyo, basi Benita yuko tayari kumwambia ukweli chifu. Oya, bidada kitendo bila kuchelewa akapiga simu kwa chifu ili amjuze kuwa yeye anampenda sana Stanley. Mjomba akamzuia chap chap, kisha akakaa naye chini na kumwambia kuwa watatafuta njia nzuri ya kuishi pamoja. Basi bwana, penzi likazidi nawiri kuanzia hapo. Kila muda ikawa ni romantika tu, malavidavi kaa yote unaambiwa. Sasa iko siku chifu akarudi bila taarifa, akawabamba bwana. Oya, nini kinaendelea hapa? Benita, unataka kuniua sio? Yaani kila siku mnanigizia mna ugomvi. Huu ndo ugomvi wenyewe? Nataka kuniua na pressure mie. Mavisukali masafura yamejaa mwili. Mzee leo jambo limemkuta unaambiwa. Sasa pale chifu akaamua kumfukuza kazi Stanley. Hataki kabisa kumuona tena katika jumba lake. Sasa ikafata zamu ya Benita. Benita analia tu huku akisema kwamba pesa haikutosha kumfurahisha hata mara moja. Alihitaji mtu wa kutimiza haja zake. Yaani nimekupatia kila kitu alafu unataka kuletea mambo ya ajabu si ndio? Sasa kila kitu nilichokununulia utakiacha hapa. Wewe utaondoka na minguo yako ulotoka nayo huko kijijini. Bidada akawa kafukuzwa pia. Basi bwana, siku iliyofuata Benita akaingia mtani kumtafuta Stanley, kwani hakuwa na simu wala namba yake. Kwa akaanza zunguka mtani akiwa na picha tu, huku akimuuliza mtu yoyote anayekutana naye hapo njiani. Lakini ilikuwa ni ngumu sana kumpata Stanley kwa staili hii, na alianza choka sasa. Lakini kuna dogo mmoja yeye anamfahamu Stanley anakoishi. Kwa alivyokutana na bidada akamuelekeza mahali gani aliko. Stanley akiwa busy anafua, ghafla sasa Benita ndo anaingia. Hakuamini kabisa kama angemuona Benita hapa. Unafanya nini hapa Benita? Benita akasema kuwa nilikuwa nakutafuta sana ujui tu. Hakika wewe ndo furaha yangu yani. Kwa nimeshindwa kabisa kuishi na chifu kwa ajili yako. Lakini jamaa akasema kwamba maisha yake ni magumu sana. Alafu Benita kazoea bata nini, kwa yeye hatoweza. Na atawezaje kuishi katika kijumba kama hiki? Kisha akamwambia kwa nini usizungumze tu na chifu na umuombe msamaha? Benita akasema kuwa hamtaki chifu tena na ndio maana yeye yuko hapa. Benita akamwomba tu Stanley amkubalie na waanze upya kutafuta maisha pamoja. Basi Stanley akakubali na life ilikaanza namna hiyo. Maisha yao yalijaa furaha unaambiwa. Wakaanza kusaidiana kazi za hapa na pale, yani utani kidogo nini, maisha yakawa yanasonga tu. Wakati huo jamaa alijitahidi sana kutafuta kazi mtaani, japokuwa ilikuwa ni ngumu sana kupata kazi, lakini alikomaa hivyo hivyo huku akipewa moyo na Benita. Iko siku mwamba alirudi akiwa na furaha tele, kwani amepata kazi katika kampuni moja hilo na wanalipa vizuri tu. Oya we, ilikuwa ni furaha ndani ya nyumba. Bidada alicheza, alifurahi, alirukaruka hatari na baadaye furaha yao ikaishia kwenye maombi. Benita akaanza kumwombea mumewe mafanikio makubwa sana katika maisha yake, upendo wa dhati utawale katika familia hii na wasiachane kamwe. Stanley hakuamini kabisa kwamba Benita angekuwa ni mke mwema namna hii. Hivyo alibaki analia tu huku akiendelea kumshukuru Mungu kwa kumletea Benita katika maisha yake. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa filamu yetu. Usiondoke bila kusubscribe, like, comment, share na utakometisha sana. Mimi ni The Untouchable.